Somo letu linasema thamani ya kumtafuta Mungu binafsi. Thamani ya kumtafuta Mungu binafsi. Bwana asifiwe sana. Somo hili liko very personal. Liko kwa ajili ya mtu mmoja. Bwana asifiwe sana. Narudia, somo hili ni kwa ajili ya mtu mmoja. Na huyo mtu ni wewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ikija kitu cha kumtafuta Mungu kibinafsi, maanake ni kitu ambacho kina uwezo, kinakuelekeza, kinakupa kibali na neema ya kuweza kujitenga kwa ajili ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Na si tu unaamua kujitenga. Kuna watu watapata mwaliko kutoka kwa Roho Mtakatifu. Unapataje mwaliko kutoka kwa Roho Mtakatifu? Unasikia msukumo wa kujitenga na kuanza kufunga na kuanza kuomba na kuanza kumtafuta Mungu kibinafsi. Hiyo ni mwaliko wa kipekee sana. Bwana asifiwe sana. Na watu wengi sana wanapataga mialiko ya namna hii, lakini wengi hawaendi. Wangapi wanapataga mialiko ya namna hiyo kutoka kwa Mungu? Anasikia funga, alafu akiamka asubuhi ndio siku ya vitafunio vizuri kabisa, anasema nitafunga kesho. Wangapi jamani? Usiogope, yani tunamwaibisha shetani. Unapata mwaliko wa namna hiyo wa kukaa na Bwana, anakuambia funga, alafu ukienda ofisini ndio mnanunuliwa lunch ofisi nzima na mtu mchoyo kuliko wote. Unasema kwa hela yako nitakula. Kwa hela yako nitakula. Pale umepoteza mwaliko wako. Bwana asifiwe sana. Sasa leo tunaendelea na kile kipengele, njia zinazotumika kumtafuta Mungu na ambazo Mungu anatumia kujifunua. Njia zinazotumika kumtafuta Mungu. Kwa kweli heshima na utukufu ni kwa Bwana kwa yote ambayo amekuwa akijifunua kwetu. Leo tutaangalia sana kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu anavyotumia neno kwa ajili ya kujifunua. Nisikilize nikuambie. Biblia ni kitabu cha pekee ambacho kimebeba pumzi ya Mungu. Ukiangalia Biblia kama kitabu hautafunguka. Bwana asifiwe sana. Lakini miongoni mwa vitabu vyote ambavyo nimewahi kuvisoma ni kitabu cha pekee ambacho ukikisoma kabla hujakisoma kinakusoma. Umenielewa ninachokisema? Kabla wewe hujakisoma kinafanya nini? Kinakusoma. Na kwa kadiri unakisoma kinakusemesha. Umenielewa ninachokisema? Unaweza ukasoma kwa wale wasoma neno katika roho na kweli. Unaweza ukasoma kwa wale nimesema wale katika roho na kweli. Sio tu unasoma kwa kuwa unasoma. Unaweza ukasoma ukajikuta unasoma unalia sana. Nani amekupiga? Nani anakuwa amekupiga? Umenielewa? Haujawahi kukutana na hicho kitu? Mimi naweza nikasoma unajikuta nguvu za Mungu zinakufunika. Unajikuta unanena kwa lugha. Kwa nini? Umesoma neno. Natamani kila mmoja akutane na vitu vya namna hiyo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Nilikushuhudia ushuhuda wangu wa mimi kufundishwa Biblia. Mimi nilianza kufundishwa Biblia, kusoma Biblia. Nikianza kusoma neno la Mungu, alikuwa anakuja mtu anakaa upande wangu, ananifundisha Biblia. Bwana asifiwe sana. Ananifundisha nini? Biblia. Anakuja kabisa kama mtu, naisikia na sauti. Ananifundisha, ananielekeza. Sijawahi kukaa nikafundishwa Biblia. Nilikuwa naenda tu kanisani hivi. Lakini nilivyoanza step ya kumtafuta Mungu, nilikuwa naipata hiyo neema katika jina la Yesu. Kwa na uwezo wa kulala usiku wa manane. Nilikuwa nikilala kitandani kwangu, lazima chini ya mto naweka counter book. Sio karatasi ya kawaida, daftari la kawaida. Nalala na counter book, nalala na kalamu. Unaweza saa 8 usiku au saa 9 usiku, unasikia kama mtu anakuamsha. Akikuamsha unasikia sauti inakuambia kaa. Ukikaa anaanza kukusemesha. Kwa hiyo kazi yangu ilikuwa ni kufungua pages to pages. Ninaweza nikaandika hata zaidi ya karatasi 10 au 20 kwa sababu ninasemeshwa. Na ninasemeshwa nini? Nafundishwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nafundishwa kabisa. Bwana asifiwe sana. Iko nguvu sana katika neno la Mungu. Fungua kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1, kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Mungu anavyoweza kulitumia neno la Mungu kujifunua. Mungu anavyoweza kulitumia neno la Mungu kujifunua. Tuko katika mambo ambayo Mungu anatumia. Sasa tunaanza kusoma katika jina la Yesu. Leo ninaona hata mbali.
leo siteseki. Bwana asifiwe. Anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mstari wa 5, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu anajifunua kupitia neno, kama Mungu anajifunua kupitia neno, kwenye neno peke yake ndio Mungu anaweza kujitambulisha yeye ni nani. Majina yote mnayomuita Mungu, Mungu alijitambulisha. Lakini kuna mahali pengine ni mtu anajenga madhabahu, anasema Jehova Jire. Si ni sawa? Pale anasema kwa sababu amemuona nani? Bwana ndiye mpaji wangu. Yeye ndio alisema Bwana ndiye mpaji wangu. Lakini kuna mahali Mungu anatokea, anaintroduce himself, anajitambulisha peke yake. Tofauti na mimi kusema yule ni mchungaji Masege, umeona? Lakini akitokea mchungaji Masege kama Masege akijitambulisha ni vitu viwili tofauti. Mimi kumtambulisha na mchungaji kujitambulisha ni vitu viwili tofauti. Sijui kama mmeelewa ninachosema. Ukisoma Biblia kuna mahali Mungu kajitambulisha peke yake. Au jamani nakosea? Wasoma Biblia mpo? Sasa nataka kwanza nisifike huko mbali. Ngoja tuanze na hili neno. Weka mstari wa kwanza, tunaenda taratibu. Sema Roho Mtakatifu, nipe jicho la kuona kilichojificha kwenye neno. Nipe sikio la kusikia sauti ya Mungu kwenye neno. Umeona? Kwenye neno kuna sauti ya Mungu. Kwenye neno kuna maelekezo. Kwenye neno kuna maagizo. Kwenye neno yapo majibu. Kwenye neno kuna ahadi. Umenielewa ninachokisema? Sasa unaweza kuwa unasoma Biblia siku zote, kuna siku ukisoma haukutani na ahadi, unakutana na maagizo. Umenielewa ninachokisema? Bwana asifiwe. Ngoja tusifike huko. Anzie hapo mstari wa kwanza tuanze. Nataka tuanzie hapa. Huyu neno ni nani? Ambaye Mungu anasema Mungu ni, tunasemaga neno la Mungu ni nani? Kabla ya neno alijawa taa. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Yaani neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Mahali ambapo unaweza kuongea na Mungu uso kwa uso ni saa ya neno. Sijui kama mnaelewa ninachosema. Ngoja tu. Mahali ambapo unaweza kuzungumza naye, kusikiliza, maana yake sio kwenye maombi kwanza, kwenye neno kwanza. Mmenielewa ninachosema? Kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Hatulisemei neno, tunamsemea Mungu neno. Ngoja tuanze hapo. Anasema hivi, hapo mwanzo kulikuwako neno. Hii ni historia. Akisema hapo mwanzo means ni kitu cha past. Umeona? Past tense. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Ni historia anaelezea, alikuwapo. Mimi Roho Mtakatifu siku alikuwa ananifundisha kama alikuwapo kwa Mungu, saa hii yuko wapi? Mungu akupe, ndio anasema Mungu akupe jicho la kuona. Anasema naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Kama neno alikuwa Mungu, saa hii ni nani? Amina. Tuendelee mstari wa 2. Nataka nikuonyeshe kitu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Mstari unaofuata, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Neno hili ambalo unaliona ni la kawaida ndio limefanya vyote tunavyoviona na vyote tusivyoviona. Neno hili ambalo unaliona unalipuuzia ndio kimefanya vyote unavyoviona. Neno hili unaloliona linafundishwa na unalolisoma ndio limebeba majibu ya kila unachokitafuta. Ni namna ya kujua linakupaje majibu. Bwana asifiwe sana. Kama anasema vyote vilifanyika kwa huyo,
wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Kumbuka anahadisia. Na hii hadithi ameitoa wapi? Tutaenda taratibu. Ndani yake ndimo ulimokuwa. Sikiliza Francis. Ulimokuwa, maana still ni past tense. Ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Bwana asifiwe sana. Jamani, mnasoma vizuri? Na ule uzima ulikuwa nini? Nuru ya watu. Mstari unaofuata anasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Sasa kama anaeleza huyu neno alikuwako kwa Mungu, na huyu neno alikuwa Mungu, huyu neno yuko wapi? Nguvu ya hii neno tunaona ilifanya vyote vilivyofanyika vikapata kutokea. Kuna wakati tuwe na wivu, tuulize kwa nini havitokei kwetu. Wewe unaweza kujiuliza kitu cha namna hiyo? Kwa nini hakitokei kwako? Kwa nini hakitokei kwangu? Nilikwambia mara ya kwanza kuhubiriwa injili, mimi sikuanza kuhubiriwa injili na mwanaume. Nilianza kuhubiriwa injili na mwanamke. Nikamtazama yule mwanamke, nikasema mbona yeye ameweza? Umenielewa ninachokisema? Mbona yeye ameweza? Kumbe ni kitu kilikuwa ndani kinatifuliwa ili Mungu anipeleke ninapostahili kupelekwa. Sasa huyu neno kama alikuwako kwa Mungu, sasa yuko wapi? Kama wewe unamsoma alikuwapo kwa Mungu, sasa yuko wapi? Huyu neno alikuja. Eka tena Mwanzo sura ya 1. Ngoja nieleze kitu kabla hajaeka Mwanzo. Na watumishi wako hapa. Anasema neno alikuwako kwa Mungu. Huyu neno sasa yuko wapi? Nataka tusisome. Sifundishi kwa sababu nakimbia nimalize syllabus. Hatukimbizi kumaliza. Tufundishe tupate kitu kwa jina la Yesu. Hata ukibaki na kimoja kitakusukuma mbali. Huyu neno alikuwako, sasa yuko wapi? Neno tunayesema Yesu anajitambulisha yeye ni chakula cha kweli na cha uzima. Bwana asifiwe sana. Concentrate. Ingawaje sometimes ni impossible. Umesikia? Turudi, huyu neno alikuwa hapo kwa Mungu. Kama ilikuwa ni past, neno hapo mwanzo anasema Mungu aliziumba mbingu na nchi, akasema nini? Na iwe nuru. Manake ni alisema, si ni sawa? Alisema nini? Neno. Na tunaona pale mwanzo kulikuwa na giza, kulikuwa na kitu kinaitwa ukiwa, kulikuwa na kitu kinaitwa nini? Utupu. Lakini tunaambiwa roho ya Mungu alikuwa amefanya nini? Ametulia juu ya maji. Maana yake Roho Mtakatifu na neno ni pacha. Huwezi kutumia neno bila Roho Mtakatifu. Anayefanya neno la Mungu liwe hai ndani yako sio neno tupu, ni Roho Mtakatifu. Umeelewa ninachokisema? Sasa huyu neno atafanyaje kazi ndani yako umuone? Kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 1, sitasoma. Si neno alikuwa hapo kwa Mungu? Huyu neno alikujaje duniani? Ngoja tuangalie historia kidogo. Anasema mwezi wa 6 malaika alitumwa na nani? Na Mungu. Mpaka wapi? Mpaka Nazareti kwa Bikira Maria. Si ni sawa? Alivyotumwa kwa Bikira Maria, huyo malaika ni malaika gani? Akalivofika anasema akajitambulisha, mimi ni Gabriel nisimamae mbele za Bwana. Umenielewa? Sasa yule malaika kazi yake ni kusikia, ilikuwa ni kusikia, na kufundisha past, ilikuwa ni kusikia kile Mungu anachokisema. Na akisha sikia kile Mungu anachokisema, alikuwa anafikisha kwa mtu aliyekusudiwa. Sasa yule bikira malaika alivyosikia lile neno akaleta ujumbe. Nisikilize vizuri. Akaleta nini? Ujumbe kwa Bikira Maria. Bikira Maria alipoambiwa lile neno hakulikataa. Kwa sababu ni mtu aliyekuwa ni mcha Mungu. Alipoambiwa lile neno hakulikataa. Kwa nini hakulikataa? Taratibu. Kumbukumbu la Torati 28:1-2. Anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako na kutunza maagizo yake yote na kufanya, ndipo baraka hizi zote zitakapofanya nini? Kujidia. Nini kilimleta Mungu? Sema sauti. Malaika alipotumwa kwa Bikira Maria, hakwenda Mungu, alimtuma neno ambalo tunaambiwa hapo mwanzo. Mmenielewa? Alipopeleka ile sauti, Bikira Maria akauliza, litakuwaje neno hili? Si alipelekewa neno, litakuwaje neno hili?
na mimi simjui mume bado? Malaika akasema, si kazi yangu, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Maana yake neno hili, kazi yangu ni kuleta ujumbe. Nikisha maliza kuleta ujumbe, yuko anayetengeneza matokeo, anaitwa Roho Mtakatifu. Umeelewa? Kwa hiyo yule malaika Gabriel, kazi yake ni kusimama mbele za Bwana. Ni malaika ni madhabahu ile inaonyesha Mungu amekaa kwenye kiti. Kazi yake ilikuwa ni kusimama mbele za Bwana, kusikiliza na kuleta ujumbe kwa wanadamu. Nakwambia ni past. Nachokufundisha ni nini? Past. Tuko kwenye historia ya Yohana 1 hapo mwanzo. Umeona? Ili tuje tumtafute huyu neno. Kama alikuwapo, yuko wapi? Umenielewa? Sasa alivyopeleka ule ujumbe, Biblia inatuambia Bikira Maria akamwambia, litakuwaje neno hili na mimi simjui mume bado? Kazi ya Mungu si lazima umjue mume, si lazima umjue mwanaume. Roho Mtakatifu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, naye atakufunika, na kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Maana yake, unaposikia neno la Mungu, kazi yako ni kusikia. Stage ya pili ni kutunza. Stage ya tatu ni kufanya. Na unafanya kupitia nini? Kufunikwa na Roho Mtakatifu. Baada ya kufunikwa, fanya. Ukishafanya, kitakachozaliwa ni matokeo matakatifu. Church, tumemisi hii kitu. Tuna kundi la wasikiaji na walalamikaji. Wanasema Mungu anijibu, sio Mungu akujibu. Hatuko tayari kulitendea neno la Mungu kazi. Ndio maana kwenye Yakobo 1:22 akasema, msiwe wasikiaji, tuna wasikilizaji. Wasikiaji ni wachache. Anayesikia anatunza. Kusikiliza na kusikia ni tofauti. Wanaweza kwa wengi wanasikiliza, ukimwambia amesemaje, hajasikia. Umeelewa? Umenisikia ninachokisema? Kwa mwingine anakuambia sijasikia. Lakini amekaa anafanya nini? Anasikiliza. Sasa tunaenda taratibu. Roho Mtakatifu tusaidie. Ndio maana mkwambia sema, Roho Mtakatifu nisaidie, nipate cha kwangu. Sasa tunaelezea yule neno aliyekuwa kwa Mungu alikuja akafanyika mwili kwa Bikira Maria. Baada ya Bikira Maria kufanya nini? Kusikia. Akagundua siwezi kutengeneza matokeo. Maana yake mtengeneza matokeo ni nani? Roho Mtakatifu. Mmenielewa? Taratibu. Sasa kama alikuwa kule, sasa huyo neno yuko wapi? Huyo neno yupo. Na yupo. Wengine wamemkataa, ingawaje wanaonekana wamemkubali. Ndio maana kwenye Yohana 1:11 anasema alikuja kwake, lakini walio wake hawakumpokea. Mmenielewa ninachokisema? Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Mpaka saa hii kuna watu wanasema wamempokea, lakini hawajafanya nini? Hawajampokea. Weka 12. Tutaenda taratibu. 12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Mstari wa 13 ni mzuri sana. Tunaenda taratibu. Tusome wote. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Nisikilize. Ukikaa kwa Mungu, kuzaliwa kwa mapenzi ya mtu hakuna matokeo isipokuwa kuzaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Kuzaliwa kwa mapenzi ya mtu ni yapi? Baba plus mama izikoto mtoto. Hiyo ni kuzaliwa kwa mapenzi ya nani? Ya mtu. Kuzaliwa kwa mapenzi ya Mungu ni neno unalolisikia jumlisha imani yako inayovuta damu ya Yesu kukutakasa, izikoto wokovu. Uko ni kuzaliwa kwa nini? Kwa mapenzi ya Mungu. Na anayezaliwa kwa mapenzi ya Mungu ndiye anaweza kuzalisha matokeo. Lakini pia kwenye kuzalisha matokeo kuna vigezo na masharti. Umeelewa? Nani anazalisha matokeo? Peleka 14.
Tusome wote tena. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, tukauona utukufu wake. Utukufu wa nani? Wa neno. Usiseme tu wake. Utukufu wa nani? Turudie tena mstari 1, 2, 3 taratibu. Naye neno alifanyika nini? Akafanya nini? Akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu. Sema wa neno. Ndiyo. Utukufu kama wa nani? Atokaye kwa nani? Amefanya nini? Kwa lugha nyingine, mtu ambaye neno la Mungu limefanyika mwili kwake hana haja ya kuomba neema. Umeelewa ninachokisema? Mungu nisaidie neema, Mungu nisaidie neema. Neno likifanyika mwili ni kizalisho cha neema. Kuna mtu anaweza kukasema, mimi naombaga neema yako yanitosha. Soma hapo juu. Soma hapo juu. Soma hapo juu. Soma hapo juu. Bikira Maria wakati anatokewa aliambiwaje? Akamwambiaje? Salamu Maria, umefanya nini? Umejaa nini? Alafu baada ya kujaa neema, Bwana yu nawe. Alafu umebarikiwa kuliko, maana baraka zina mazidisho, zinazidiana. Umebarikiwa nini? Kuliko unani? Wanawake wote. Kanisa, taratibu taratibu taratibu. Sasa hili neno, mziki wa kutengeneza matokeo ni kwenye mstari wa Yohana 1:14. We are not ready kuruhusu neno la Mungu lifanyike mwili. Yani mateso ya kwetu mengi ni kutokuruhusu neno la Mungu kufanyika mwili. Mmenielewa ninachokisema? Neno la Mungu likifanyika mwili, unafananishwa, utukufu unatokea kama wa nani? Wa mwana pekee atokaye kwa nani? Kwa Mungu. Mmenielewa ninachokisema? Ina maana utukufu utakaotembea nao sio wa kawaida, na huo utukufu sio wa kuomba. Nisikilize, kuomba ni kitu kingine, na kusikiliza neno na kutendea kazi ni kitu kingine. Unasikia kwanza, unatendea kazi. Lipo neno linaweza kukuamuru tu, simama nenda pale madhabahuni urudi. Neno tu, neno la Mungu linamjia, simama nenda pale madhabahuni urudi. Neno linamwagiza, anafika, anaambiwa tu inama urudi. Rudi. Kitendo cha kwenda na kurudi, kuna kitu kimetengenezeka ulimwengu wa roho. Sasa sisi tunalazimisha kutengeneza kwa nguvu zetu. That is impossible. Kuna vingine unatakiwa utengeneze tu kwa kusikia. Weka Kumbukumbu la Torati 28. Weka Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza na wa pili. Weka rafiki. Yani wokovu tunaufanya mgumu. And I'm telling you, sio mgumu. Sisi ndio wagumu. Labda wewe umejitoa. Ngoja niseme hivi. Yani hamna vitu vigumu. Sisi ndio wagumu. Yani sisi ndio wagumu. Siku ukifanikiwa kulainika tu kidogo, kuna matokeo utayaona hapo, utajiuliza nilikuwa wapi? Mimi kuna vitu tu Mungu alinifunulia kidogo. Nasema nilikuwaga wapi miaka yote? Kwa nini sikujua zamani? Sio kama unaelewa ninachokisema. Weka tusome 1, 2, 3. Mtoe kaneno. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza. Jamani, Kumbukumbu la Torati imepotea kwenye kompyuta. Mimi ngoja nisome ya kwangu. Mimi napendaga kwenda step by step, hata kama ninajua liko kichwani. Si neno Biblia inasema kwenye Kolosai, na neno la Kristo likae kwa wingi wapi? Mioyoni mwenu. Alafu anasema katika hekima yote. Sio tulikae, katika hekima yote. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28. Haingii huku ndani kabisa, yani wewe tulia tu. Ngoja nisome. Anasema
Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 na wa 2. Anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana, akaeka koma, akaeka Mungu wako, alafu kwa bidii. Namba 1 kusikia. Namba 2 kutunza. Unatunza wapi? Sema basi kwa nguvu. Unatunza wapi? Namba 3 kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Alafu anasema ndipo Bwana Mungu wako atakapokufanya uombe sana. Kweli? Nilikuwa naangalia kama mpo. Turudie wote. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, koma, kwa bidii, kutunza, kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Amen. Bwana asifiwe. Umeona kitu kinachotengenezwa kwenye neno la Mungu? Namba 1, sikia. Namba 2, fanya nini? Tunza. Namba 3, fanya nini? Tenda. Sasa wengi tunapenda kufanya nini? Kusikia, kusikiliza. Alafu tukisikiliza tunafanya nini? Tunaacha. Ukishaacha kile ulichokisikia, ukaacha kutendea kazi, unaenda kuomba. Kuomba maana yake ni nini? Na kutuma Nestori na kuomba pastori na kuomba, nenda kule nje kaniletee maji ya kunywa, nenda kule nje kaniletee maji ya kunywa. Sijui kama umeelewa ninachokisema, lakini nilitakiwa tu mimi nisikie, nikishasikia nitunze, nikishatunza nafanya, nikishafanya chemchem ni ya kwangu, sina haja ya kuomba maji. Umeelewa ninachokisema? Chemchemu inakuwa ni ya nani? Lakini kwa sababu sijasikia, sijatunza, sijafanya, inafika mahali na yahitaji yale maji, inabidi nianze kuomba nini? Maji. Na nikianza kuomba maji, yule aliyeniambia nisikilize, nitunze, nifanye, na mtuma tena kaniletee nini? Hivi inaeleweka kidogo? Inaeleweka kidogo? Inaeleweka kidogo? Maana yake ningesikia, ningetunza, ningefanya, sikuwa na haja ya kuomba maji. Ninakuwa na kisima cha maji. Kile kisima cha maji kina uwezo wa kunitembeza miaka na miaka. Nikiondoka duniani, watoto wangu watakuta kisima. Watoto wangu wakiondoka, wajukuu watakuta kisima. Ndiyo kitu Mungu alimwambia Isaya 59:19. Maneno yangu niliyoweka kinywani mwako hayataondoka kwako, wala kwa watoto wako, wala kwa wajukuu wako. Umeelewa ninachokisema? Maana yake kile kimoja ulichokisikia, ukikitunza, ukafanya, una uwezekano wa kuvunja kitu ambacho hakikuwepo kwenye ukoo wenu na kutengeneza historia mpya ya Mungu kuingia kwenye maisha yako, kwenye kizazi chako chote. Amina? 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 Swali. Kueleza ni rahisi sana kueleza. Fanya sasa. Yoyote unayemuona ameandikwa, alisikia. Baada ya kusikia akafanya nini? Akatunza. Hata kama inauma, alifanya. And I'm telling you, sio kila kitu Mungu anakuambia ufanye ni chepesi. Vingine ni vigumu, vingine vinauma. Utafanya kwa machozi, lakini lazima usikie, lazima utunze, na lazima ufanye nini? Ufanye. Umeelewa ninachokisema? Na kuna vitu unafanya kwa machozi kabisa na amekutuma. Yaani hapa nimwambie pastori, naomba ukaniletee maji Sinza, nibebe kichwani, sitaki uniletee na boda. Umenielewa? Si inauma? Si inauma sana? Lakini anamheshimu aliyemtuma. Sasa hiyo sio mimi, labda lazima aende Sinza akalete nini? Tena yafike kama ni lita 10 asipungue. Tena sio akanunue ya dukani. Kuna mahali special kachote leta. Lakini kile kitendo cha kuchusikia, katumwa maji, aondoke aende Sinza, asipande Bolti, aende. Akifika Sinza arudi. Pastori akisikia, akaweka moyoni, akaenda Sinza, akaleta maji, akirudi,
kuna laana ambazo zilikuwa kwenye maisha ya pastori zitaondoka nyingi sana bila mateso. Kuna upenyo ambao alikuwa anautafuta miaka mingi, lakini kitendo tu cha kusikia na kutunza na kufanya, kuna vitu ambavyo vitafunguka kwenye maisha yake mpaka baadaye atajiuliza, kwa nini nilikuwa najuta kwenda? Umenielewa ninachokisema? Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu, neno tunalolisoma, tunasikia habari za wengine, lakini sisi hatuko tayari kufanya. Tunamtamani Ibrahim, tunatamani baraka za Ibrahim ziambatane na wewe, lakini tazama Ibrahim alivyopata baraka. Ibrahim hajapata baraka nyingi kwa kuomba. Ibrahim alipata baraka kwa kusikia. Ibrahim alipata baraka kwa kutunza. Ibrahim alipata baraka kwa kutii. Ibrahim alipata baraka kwa gharama ya kulisikiliza neno la Mungu linalotoka kwenye kinywa chake na kutendea kazi. Baada ya kutendea kazi akaona matokeo, na yale matokeo ya kuishia kwake, matokeo yakaenda kwa Isaka, matokeo yakaenda kwa Yakobo, matokeo yakaenda kwenye kabila 12 za Israeli. Halafu anatokea mtu mmoja anamwambia Mungu, nataka baraka za Ibrahim, wakati hauko tayari kufanya neno la Mungu. Tunaelewana? Kila mtu anatamani kuwa kama Esther. Kila mtu anatamani kuwa kama Esther. Malkia Esther. Before Esther hajawa malkia, she was nobody. Alikuwa yatima, akasaidiwa, lakini alipewa maelekezo, akayatendea kazi maelekezo, akaingia ikulu kwa maelekezo chini ya kuhani ambaye ni mjomba wake. Umeelewa? Na alivyotimiza maelekezo akakaa ikulu kama mke, kama malkia. Alivyokuja kupoteza nafasi, alivyoondoka tena ikulu, kuhani yule yule Mordekai mjomba wake akamletea tena neno la Bwana kwamba unatakiwa ufanye A, B na C. Akagundua jambo hili ni gumu, nikienda ninaweza kuuawa. Akamwambia, utajuaje wakati huu ndio umeletwa katika ufalme? Sikiliza, kuna nafasi Mungu amekupa, lakini huenda ikawa neno moja tu linatakiwa libadilishe watu wote walioko chini yako kulingana na nafasi ulionayo. Kwa kusikia tu neno la Mungu, kwa kulitendea kazi tu neno la Mungu, Mungu ndivyo anavyojidhihirisha. Mungu hawezi kusema yeye ni neno alafu akuagize kufanya kitu kwenye neno alafu usipolitendea kazi akakufurahia ukamuombe pembeni. Yaani wewe unakuwa snitch. Yaani amekuambia tii alafu hutaki kutii, alafu unaenda kumuomba kile kitu alichokuambia utii. Jamani, Mungu ni wa kanuni. Alichokuambia utafanikiwa katika utii, hautafanikiwa katika kuomba. Maana njia ya kupata hicho kitu kiko kwenye nini? Utii. Cha kutii utakipata kwenye kutii. Cha kuomba utakipata kwenye kuomba. Cha kufunga, alikiwa amekuletea maagizo ya kufunga, utakipata kwenye mfungo. Cha sadaka utakipata kwenye sadaka. Sasa sisi tunatamani kumkunja Mungu kwamba umesema. Sawa, amesema. Alimwambia nani? Wewe. Amesema, wewe umefanya nini kwenye alichokisema? Tunaelewana? Bwana asifiwe. Ni sawa, amesema. Kwani ajue amesema? Anajua amesema. Na amesema akamwambia nani? Hakumwambia Ibrahim na Isaka na Yakobo. Sasa hatumsomee Biblia, hatumsomei Biblia Ibrahim, hatumsomei Biblia Isaka, hatumsomei Biblia Israeli, hatumsomei Biblia ya Babeli. Tunasoma kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ukiona unamsomea Israeli, unaweza ukajitenga kwenye vingi. Ukiona unamsomea Ibrahim, unaona unajitenga kwenye vingi. Sikiliza, Biblia sio ya Wakorinto tena. Wakorinto walimaliza. Umenielewa? Biblia sio ya Warumi tena, nchi ya Kirumi. Biblia ni ya wote wenye mwili walioitwa kwa jina lake na hata ambao hawajaitwa kwa jina lake. Biblia hii utasoma kitabu cha Timotheo. Aliandikiwa Timotheo, lakini sio cha Timotheo tena, ni cha kwangu na cha kwako. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo haiwezekani kabisa ukatamani Mungu ajifunue nje ya neno. Umenielewa ninachokisema? Road map ya Mungu kujifunua kwa watu, namba 1 ni neno la Mungu. Kama aliumba mbingu na nchi kwa neno, atakutokea pia kwa neno. Bwana asifiwe sana.
Kama aliumba mbingu na nchi kwa neno, akakuta kuna giza, akaliondoa giza kwa neno, na giza lililoko kwenye maisha yako litaondoka kwa neno. Kama aliondoa ukiwa kwa neno, na ukiwa kwenye maisha yako utaondoka kwa neno. Kama aliondoa utupu kwa neno, na utupu ulioko kwenye maisha yako utaondoka kwa neno. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jiwekee system ya kusoma neno la Mungu. Jiwekee system ya kusikia sauti ya Mungu. Sahi wakati nafundisha hapa, au wakati mtumishi yoyote anafundisha, kila mtu anavyosikia dada ni tofauti na anavyosikia huyu. Kitu gani? Mungu anatumia mtu mmoja kusema, lakini sauti inayopita ndani, ukimuuliza jirani yako umesikia nini? Ukimuuliza jirani yako umesikia nini? Kila mtu atajibu tofauti. Tofauti. Kwa nini? Mungu anamtumia mmoja, lakini ndani ya kila mtu yuko Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu analeta maagizo ndani ya kila moyo wa kila mtu. Sasa tunapochelewa ni kutii maagizo ya kile unachosikia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Kuna saa mtu anaweza akawa hapa mpaka tunamaliza neno, anasikia kitu ndani yake kinamsukuma, fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, fanya kitu fulani. Umenielewa ninachosema? Mwingine anaweza akawa amekaa huko, anasikia sauti inamsemesha, kanunue kitu fulani kwa ajili ya madhabahu, kwa ajili ya madhabahu. Hata kama saa nyingine ni mchungaji anafundisha, anaweza akapita ukaonyeshwa, fanya kitu fulani kwa mchungaji. Ile sio sauti yako, ile sio akili. Yale ni maagizo ya kukuponya mahali sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na mko hapa wengi, sio kwamba msikilizaji maagizo, yale ni maagizo. Maanake Mungu amekuvuta akakuleta kwenye uwepo wake ili akusikilizishe maagizo yatakayoweza kukuvusha mahali. Mmenielewa ninachokisema? Amina. Wengine anaweza akakaa kanisani, neno likafundishwa, katikati ya neno kufundishwa, kusitangazwe kufunga, lakini ndani yake anasikia sauti inamwambia, funga siku 3, omba juu ya hichi kitu. Wangapi tumeshawahi kusikia hivyo vitu? Okay. Wangapi mmeshakaa kanisani, neno linafundishwa, unasikia toa sadaka kiwango fulani kwa ajili ya hichi. Yale ndiyo maagizo yako. Ukisikia, ukatunza, ukafanya, kuna mahali utavuka pakubwa sana. Bwana asifiwe sana. Sasa kile ulichosikia, Mungu alichokusemesha, alafu uenda ikawa ulikuwa ufunguliwa eneo fulani, ukaja kuomba Mungu akufungua kwenye lile neno, kwenye lile eneo, Mungu hata kufungua paka urudi ukatende anachokitaka. Wapendwa, Mungu ni wa kanuni. Kuna milango mingine ukisimama kwenye mlango inajifungua automatic. Si ni sawa? Kuna milango inafunguliwa mpaka sasa kuna ya kufungua na sura. Si ni sawa? Kuna mingine inafunguliwa na macho. Kuna mingine ni automatic, ukisogelea yana sense inafunguka. Si ni sawa? Sasa hivyo hivyo kwa Mungu. Mungu akitaka kukufungua mahali ana kanuni. Na uzuri wa Mungu, saa nyingine anaweza sikwambie na kufungua mahali fulani, lakini anakupa maagizo, lakini amelenga kukufungua mahali. Mnanielewa kidogo? Bwana sifiwe sana. Haleluya. 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 Amen. Neno la Mungu limebeba sauti ya Mungu. Ndio maana anasema itakuwa utakaposikia. Neno la Mungu limebeba maagizo ya kiungu unayopaswa kuyafanya na kutoa matokeo. Neno la Mungu namba 1 limebeba sauti, na hii sauti inawezekana imebeba maagizo. Neno la Mungu limebeba sura ya Mungu, na ndilo linamfunua Mungu. Umenielewa ninachokisema? Neno la Mungu limebeba nini? Sura ya Mungu, na ndio linamfunua nani? Mungu. Neno la Mungu limebeba ahadi za Mungu juu yetu. Bwana sifiwe sana. Nilivyosema neno la Mungu limebeba sura ya Mungu. Umeshawahi kuiona sura ya Mungu wewe? Hujawahi kuona? Kila kitabu cha Ufunuo Yohana 1, kuna mtu anamjua Yesu, anasema nami nikamuona.
macho yake yanatoa mwali wa moto, miguu yake imesuguliwa sana kama shaba. Si ni sawa? Na juu ya kichwa chake ni kama nini? Sasa mnafikiri yule nani? Kuna kijana yoyote duniani amefanana na yule? Ukitaka kujua Yesu ni bonge la handsome, we muangalie kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 1. Ngoja nikutafutie. Bonge la handsome. Hafanyagi scrub lakini anang'aa kuliko anaofanya scrub. Tupo. Hapa afanye skin care Yesu. Automatic endo. Ngoja tumuangalie. Yaani wewe kama unataka kugundua anavyojifunua, Ufunuo Yohana. Aise huyu mtu bwana. Nataka pale na macho yake akatoa mwali wa moto. Ngoja tusome kama tutafika hapa. Rudisha tena tuone. Juu yake tena. Kumbe 13. Rudisha juu tuanzie wa juu kuanzia 12. Rudisha juu tena. Rudisha tena. Hapo 12. Ngoja tuangalie sura ya Mungu. Unajua nimekuambia nafunua sura ya Mungu. Hasa wengine wanafikiriaga sura ya Mungu ni yule aliyekaga kwenye zile picha za kimungu za nani? Ngoja leo nikuonyeshe sura yake. Anasema, nikageuka nione ile sauti iliyosema nami nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Tuendelee. Na katikati, anasema, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Unakumbuka kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26, na tumfanye mtu kwa nani? Kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Ngoja nikuonyeshe neno linafunua sura ya Mungu kama ulikuwa hujui. Anasema, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Endelea. Jamani, hebu tusome wote hapo 1, 2, 3. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto. Na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuu, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Imefunua sura ya Mungu, haijafunua sura ya Mungu? Sasa wewe unamfikiria Yesu ni yule mzungu aliyechorewa juu hapa na lile kanzu la kaki? Kwanza anavishwa kanzu la kaki, yule mzungu anavishwa kanzu la kaki. Hapa yule mzungu mnayemwona kwenye picha amevaa kanzu la kaki. Wewe unamuimagine mzungu mwenye ile kanzu la kaki kapigwa ukutani na kiframe chake na ule mwanga unatokea. Mwamba huyo hapo, sura yake hiyo hapo. Bonge la handsome. Bwana asifiwe sana. Bonge la handsome. Aendagi kwa kinyozi. Unaambiwa nywele zake ni kama sufu. Alafu amekosea kuelezea akasema sio tuvu tena, kama theluji. Sasa theluji unaweza kuinyoa. Theluji inafanana na ile picha. Maanake hakuna ambaye mpaka sasa ana picha ya Yesu mfufuka. Maelewa nachokisema? Yesu akiwa duniani macho yake alijatoa mwali wa moto. Hapo anakuambiaje? Na kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto. Nilikuwa namsikia mchungaji siku moja anafundisha, akasema kuna mtu alimwambia mchungaji, nilikuwa naona macho yako yanalipuka. Sasa pale yalipigwa vice. Yalipigwa macho ya mchungaji, yalipigwa nini? Vice. Yakaingia ya Yesu ndani ya jicho la nani? La mchungaji. Ndio maana anasema jinsi alivyo ndivyo nasi tutakavyo kuwa. Hatufanani naye hivi nje. Hiyo sura yake inakaa ndani. Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako hata ununue wigi kiasi gani hutakuta nywele za mwamba. Hautakuta nywele za nani? Au kuti. Hata usuguliwe miguu na lile kabila naogopa kulitaja maana wako hapa. Miguu yako haitang'aa vile. Kwa hiyo neno la Mungu linafunua sura ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu linafunua namna tunavyopaswa kuishi hapa duniani. Linafunua namna
tunavyopaswa kuishi hapa duniani. Ngoja nikuonyeshe hili neno, Zaburi ya 119 mstari wa 105. Ngoja leo Roho Mtakatifu atusaidie tuliangalie jinsi, yani ngoja tulione. Hebu liweke, ngoja tulisome. Ni very simple kwa kulisoma. Anasemaje? Neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia yangu. Turudie tena. Neno lako ni nini? Taa ya miguu yangu na mwanga wa njia nini? Kwa lugha nyingine, bila neno njia yako ina giza. Njia yako ina nini? Maana yake, wachana na hili giza la sahi huko. Kuna giza kama giza. Kwenye kitabu cha Mwanzo tuliona kulikuwa na kitu kinaitwa nini? Giza. Na lile giza liliondolewa na neno. Kwa hiyo njia ya mtu yoyote aliyeokoka pasipo neno la Mungu, njia yake ina giza. Yes. Popote unapotaka kwenda, maana yake, kama unataka kufanya chochote, neno la Mungu linasema nini katika kile unachokifanya. Maana neno ndio litakumulikia unapaswa kufanya nini. Nataka kuolewa, nataka kuishi kwenye ndoa yangu iwe na amani. Neno linasemaje kuhusu ndoa yenye amani? Nataka kuwa mfanyabiashara maarufu. Neno linasemaje kuhusu wafanya biashara? Nataka kuwa mfanyakazi niinuliwe sana. Neno linasemaje kuhusu nani? Mfanyakazi. Unafikiri neno la wafanyakazi alipo? Neno la wafanyakazi lipo. Anavyosema tiini, simutii walio juu yenu. Na kuna mahali linasema kwa mabosi, usimuonee mtu kwa mshahara wake. Silipo kwa mfanyakazi, mfanyabiashara. Unatakiwa, anasema mimi ndimi nikufundishaye kupata nini? Faida. Maana yake ukitaka, kwa sababu anavyosema neno la Mungu ni taa na mwangaza wa njia zangu. Unapofanya chochote bila neno la Mungu, unafanyia gizani. Umeelewa? Maana yake popote unapotaka kukanyaga, taa na mwangaza wa nini? Wa njia. Maana yake neno ndio linakumulikia. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa tuangalie tunavyokurupukaga. Alafu mtu akiona baya anasema, yani mimi nina machale. Nina machale. Nilijua itatokea na imetokea. Sikiliza, Mungu akusaidie kushirikiana na kukua na ushirika na Mungu, na Mungu awe anakusemesha. Na neno la Mungu na Roho Mtakatifu hauwezi kutenganisha. Kwa sababu anayekupa neno ni Roho Mtakatifu. Na Mungu anasema kwenye Yeremia 1:12, naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Analiangalia nini? Neno lake. Apate kufanya nini? Maana hilo neno anaweza akakusemesha. Limebeba maagizo. Ukifanyia kazi ile maagizo chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, unatengeneza ni wakati unafanya maagizo, Mungu ndo analiangalia neno. Ukimaliza anakupa nini? Matokeo. Bwana asifiwe. Haliangalii neno ukimdai ahadi. Wewe umefanya nini kuhusu hilo neno? Ndio maana Yakobo kafundisha kote, akamwambia watu msiwe wasikiaji jamani wa neno, iweni watendaji wa nini? Wa neno la Mungu. Ngoja tuangalie mfano mmoja wa mtu mmoja, neno lilivyobeba maagizo. Tuwekee kile kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 5. Luka Mtakatifu. Unajua kuna saa tunatamani tufanane, lakini ukimwona mwenzio anaenda, mwache aende. Huwezi jua yeye anatilia maagizo kiasi gani. Nilikwambia neno limebeba utambulisho wa Mungu. Mmeshawahi kuona Mungu akijitambulisha? Kutoka 3:13 mpaka 14. Amnamtokea Musa. Musa anamwambia, sasa umenituma niende kuwaambiaje? Mnakumbuka pale? Akamwambia, nenda ukawaambie mimi ni niko ambaye niko. Niwaambie nani amenituma? Mwambie niko kanituma kwenu. Maana yake alijitambulisha kwa jina lake, anaitwa nani? Niko. Kwenye Kutoka 6:2 mpaka mstari wa 4. Kutoka hiyo ukituwekea tutashukuru.
Kutoka 6:2 mpaka mstari wa 4. Mungu akamtokea. Kisha Mungu akasema na Musa. Angalia, kwa nani? Kwa Musa kuna mahali alijitambulisha kama nani? Akamwambia, akamtuma akamwambia Israeli nani? Mimi niko ambaye niko. Alijitambulisha kwa Musa. Akamwambia akamwambia mimi niko, amenituma kwenu. Angalia hapa tena Mungu anamwambia Musa. Kisha Mungu akasema na Musa, akamwambia mimi ni Jehova. Nami nalimtokea Ibrahim na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu sikujitambulisha kwao. Unajua, kuna kipindi fulani nilikuwa niko kwenye maombi, tena tu simple prayer. Tuko na familia tunaomba. Tumeomba. Lakini tulikuwa saa nyingine tunaangaa kuabudu. Mungu akashuka akanitokea. Wangapi wanaamini hiyo kitu Mungu anaweza kushuka? Kuna watu wachache hawaamini, lakini mimi Mungu alishuka. Alitusemesha zaidi ya masaa 8. I'm telling you. Unajua nikikwambia sishuhudiagi, kuna vitu sishuhudiagi. Kwa sababu kuna mtu unaweza ukamshuhudia akasema hasielewa, asema anajifanyisha. Akakata tamaa. Masaa 8. Hapo sijaanza kumtumikia Mungu. Masaa 8. Akanipa historia yangu yote ya maisha mpaka na huduma nitakavyokuwa. Kwa kuna vitu ambavyo sijaona na amenisemesha. Means nina kazi ya kufanya vitokee. Umenielewa ninachokisema? Wakati ananisemesha akaniambia neno hili. Siku yoyote ukiwa na shida yoyote, niite kwa jina langu fulani, nitatokea. Watoto wangu wakawa na wao walikuwepo. Watoto wangu wakipata shida yoyote, anasema nikiwa naota ndoto mbaya sana, lile jina linatokea, naita lile jina alilotusemesha, na kuta ile vita inaisha. Siku moja nilikwenda Chalinze kufanya huduma. Chalinze, si mnafahamu ile barabara 4 pale. Kuna kanisa moja liko pale pembeni. Sitaki kutaja madhehebu ya watu, sio ya kwetu, ni madhehebu mengine. Nilipofika pale nikamkuta mama mchungaji, naye anafanyaga, unajua wenzetu wanafanyaga yoyote, ni sawa. Nilipomkuta nikamwambia basi tuingie kanisani tuombe, kwa sababu kanisa nyumba ya watumishi iko hapo nje na mimi nikapata nyumba ya kulala hapo nje. Nikamwambia twende tukaombe kabla hatujalala. Akaniambia kwenye kanisa letu hakuna mtu ambaye akiingia kuomba ambaye atatoka salama, lazima alale. Usiku watuombagi. Hasema tukianza kuomba Chalinze pale. Tumeingia tunaanza kumfundisha neno, tushirikishane neno ili tuweze kuomba. Ile tumeanza kuomba, nyau wa kwanza akatia timu. Mnaijua Chalinze yenyewe? Kama unatoka Chalinze, I'm sorry. Nyau wa kwanza akatia timu. Mama mchungaji ananiangalia tu, anasema si nimwambia ndiko. Baadaye akaingia nyau wa pili. Naendelea kumwelekeza neno, tunaendelea kuongea, akaingia nyau wa 3. Anajua ngoma zimekuja. Aliniambia hapa kwetu mtu aombaki, akamaliza. Tunaendelea kusoma neno, akaingia nyau mwingine, akaniambia mdogo wangu nilikuambia. Mdogo wangu nilikuambia. Nikamwambia uliniambia nini? Akaniambia unaona hawa paka hawa sio paka wa kawaida. Watakaa hapo na kuambia tunakemeaga na hawaondoki. Nikamwambia bwana wataondoka, wewe usiogope, endelea, concentrate. Mimi ninachomwambia nini? Concentrate. Kwani ana concentrate? Unakaa kidogo unasikia nyau kaongezeka. Sasa mwenzangu anazidi kuyeyuka. Mimi ndio mgeni, namwambia concentrate. Umeona? Mungu amsaidie aione hii. Concentrate. Sasa tumekaa tukaanza kuomba. Tulivyoanza kuomba, unasikia nyao ile nikamwambia wewe omba usiangalie. Tunaendelea kuomba, ndio unasikia wanapiga kelele. Nikamwambia wewe omba. Nilivyoona ngoma imekuwa nzito, nikamwambia
Nikamwambia nitakachokisema na wewe sema. Kwa nikaanza nikaita lile jina Mungu alinisemesha. Ni mara ya kwanza, mara ya pili, ya tatu, shwa wakatimua wote. Sijui kama sasa akaniambia hapa wanakujaga wachungaji wenye nguvu sana lakini hawaondokagi. Nikataka kumwambia mimi naweza nikawa sina nguvu sana lakini na kitu kinaitwa neema. Kumbuka ni mwanamke mwenzangu, kwa hiyo alivyokuwa ananitazama akaniandamaini kabisa. Hasa nikataka kumwambia mimi naweza nikawa sina nguvu sana lakini nina maagizo ya Mungu mwenyewe. Utakapopita popote pagumu niite. Sasa nikagundua mwamba alinipa maagizo, Chalinze ndio ngoma ya pekee nitamuitia hapo. Kwa hiyo nikaita. Sasa ilipofika sasa ya kwenda kulala, asubuhi naamka akaniambia umelala kweli? Nikamwambia vizuri sana. Akaniambia hakuna mtu anayekuja nyumbani kwangu analala. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia kwenye lile dirisha wale nyau wote wanalia kuanzia usiku mpaka asubuhi. Nikamwambia mimi nililala na hakuna nyau. Akaniambia hata mimi kwa mara ya kwanza mgeni kuja nyumbani kwangu sijasikia nyau. Sijui kama unaelewa ninachokisema. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu huwa anajifunua kwa watu. Nachotaka nikuambie leo, usijidharau. Usijidharau kabisa. Usijidharau kabisa. Si unajua sasa hivi nimeenda ananipimia kwa kipimo chake. Nisikilize, usimpimie mtu kwa kipimo chako. Kila mtu ana agano lake na Mungu na viwango vyake vya mahusiano na Mungu. Usifikiri tu wewe ndio una Mungu. Mwambie jirani yako usifikiri tu wewe ndio una Mungu, hata sisi tuna Mungu. Mwambie jirani yako usifikiri tu hata wewe una Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu alijitambulisha. Yaani nakwambia Mungu alifanya nini? Alijitambulisha. Sijui kama mnajua kuna wokovu ule wa masifa. Kama hujaokokaga huo wewe pole. Kipindi ndo nimeokoka. Kuna upako mzee Shaibu unakujaga. Ule upako wa kwanza. Sio wa kujitangaza, ule unakuaga ni wa maandalizi. Ukianza kuomba, unataka kusikia diradi zinapiga. Yaani siku hiyo nimetoka kanisani. Nimeomba mpaka nasikia miguu inahama inakuja juu. Nikitembea barabarani, mimi mtoto wa Kilokole, mama wa Kilokole, nimeokoka nikiwa mkubwa. Nikitembea njiani, rabakosanda rabayanta, lebrakadoshka jelamanto, unakutana na mtu rabayanta, unamsalimia mpaka kwa kunena kwa lugha. Kwamba nimeshiba nimejaa, rasaka tandarabasaika. Na nimetoka kanisani tunaomba, ribosaka ramayanta. Nani ananiambia kwetu ndo tunaomba sana, riki karamasaka. Kwamba ninatunza, sema natunza uwepo. Yani, kama hujawahi kukutana na wokovu wa bangi, mimi nimekutana nao. Sasa nimefika njiani hivi, simu moja ikapigwa. Mtumishi, tuna mtoto anaumwa, ameletwa shuleni. Anaumwa. Na kipindi kile ngoma niliyokuwa nashughulikia ni kuongoza watu sala ya toba sana kuliko chochote. Yaani nilikuwa namtafutia Yesu watu, uniambii kitu. Nikikaa na mtu, hata kama wewe ni mchungaji pastori, sijakujua vizuri na kuhubiria injili na kuambia Yesu anataka kokwe. Yaani najua nilichotumwa ni wokovu. Yaani nikikaa hivi mimi sijui umeokoka hujaokoka na kutwanga injili ya wokovu. Alafu na kumalizia saa ya wokovu ni sasa. Uokoke. Unataka uko tayari kumpa Yesu maisha. Na ukiniambia hata kama ni katikati ya njia na kuongoza sala ya toba maisha yanaenda. Hapo. Subirini. Ukiona una nguvu za Mungu, unahitaji hekima ya Mungu sana. Sasa nikapigiwa simu, niko njiani narudi, na nena kwa lugha. Mume wangu hakuepo nyumbani, amesafiri. Mwamba nimeokoka, nimetoka kwenye maombi, nimenena kwa lugha, nimerabashanta rabasaya, nimefurika. Nikasikia simu moja, nikamwambia mtumishi, kuna mtoto ametoka shule anaumwa sana. Tunaomba uje umuombee. Nikamwambia tutakutumia usafiri. Niulize usafiri gani sasa? Toyo. Nikatumwa Toyo shwa. Mwamba nikapanda Toyo. Nikaanza kuona kikoti changu cha suti kinapepea kama tishu, napandishwa milima tu.
Nageuka nyuma niangalie nitarudi huku. Niko kwenye nimevaa suti, yani achana na suti. Suti ya chairman sisahau hiyo suti kwa sababu ni kitukio nilokutana nalo lilikuwa sio dogo. Suti nyeusi ya kitambaa cha chairman kina madoti doti. Najua baba hayuko nyumbani, mimi na suti na pepea. Upepo unanipuliza, nywele zinasimama, shati huyo. Niko kwenye toyo, nimemkaza baba watu wasiniangushe pia, lazima nimkaze vizuri. Mimi kwenye toyo nikafikishwa kwenye nyumba ya tukio. Nafikishwa kwenye nyumba ya tukio namwambia Mungu, sikiliza. Yaani jamani, Biblia inavyosema utategwa kwa maneno ya kinywa chako. Sisi nimekwambia kila mtu nilikuwa nimekaa naye ni wokovu. Nikamwambia Mungu, huyu mtoto atakufa mpaka aokoke. Subiri sasa, kwani nilimwambia Mungu asifu? Nikafika pale. Nikasema nionyesheni mtoto. Kumbuka, nikitembea njiani wamenipigia simu nikiwa nanena kwa lugha. Walikosea tu sijanena kwa lugha kwenye simu. Nikasikiliza tu. Kwa hiyo ile nguvu niliyokuwa nayo kwa sifa, nikaenda. Nionyesheni mtoto. Nikaonyeshwa. Baba mwenye mtoto amepiga, unaijua Arusha unaisikia. Kalewa mbwi, nikikemea na yeye anasema kwa damu ya Yesu. Nikikemea na yeye anasema kwa damu ya Yesu. Baba amelewa lakini anasema kwa nini? Kwa damu ya Yesu. Usipotoa sauti unasikia tena kwa jina la Yesu. Majirani, nyumba ya kupanga hiyo, majirani, nyumba za kupanga, chumba room moja kina kitanda hapo na viti. Kwa hiyo majirani wanamsubiria mtumishi aliyeletwa. Kwa hiyo watu wanasubiria performance. Kumbuka na mimi sina hofu na performance, nimejaa nguvu. Subiri, wewe hiyo amen utanihurumia. Nikaingia. Nionyesheni mtoto. Kumbuka nilimwambia Mungu asife mpaka sala ya toba. Nikamuongoza mtoto sala ya toba. Alivyosema amen, nikaona shingo imeenda upande tip. Haemi, hapumui, kastak. Nikaanza kushika. Hapa dundi. Nikaweka sikio kwenye moyo, hapa dundi. Nikashika kwenye hii mishipa hapa dundi. Kuangalia nyuma ngoma imejaa na baba mwenye nyumba kalewa, nitatokaje? Chumba ni room ngapi? Sifa yote iliisha. Sifa yote iliisha. Yaani sisahau. Nikatoka taratibu, nikageuka, nikamwambia Mungu nifanyeje? Yaani sasa ndio unyenyekevu ulikuja. Mtoto hatukafa. Nakwambia kabisa, ushuhuda wa kweli. Mtoto alikuwa anakwikwi ile. Yaani kumuongoza tu sala toba kama akafa. Ninatokaje watu wako sebleni? Ni chumba kimegawanywa na pazia. Na pazia hapo imesogezwa pembeni, mimi nasubiriwa nimalize kuomba. Nikaangalia, nikasikia Roho Mtakatifu sasa. Sifa imeisha, ndo nikasikia sauti ya nani? Nikasikia watoe nje watu wote. Baki na mama mwenye mtoto. Nikamwambia jamani, sasa hiyo hapo naongea natetemeka, ungeni search. Lazima ungekuta mambo yameharibika pengine, lakini sababu ya gauni Mungu alikuwa ananistiri. Nikamwambia naomba tu mtoke nje kidogo. Naomba mtoke nje, hewa ni nzito. Sasa hewa ni nzito sio kwa wao. Kwangu mwenyewe ndio hewa nzito. Naomba mtoke nje. Wakatoka nje. Nikasema baki mama mwenye mtoto. Afu nikamwambia mama mwenye mtoto usiombe kitu, wewe usiseme kitu, tulia tu kaa kimya hapo. Usiseme neno kwamba naogopa hata uovu wao, usiniharibie tena mtoto asifufuke. Sasa pale nikamwambia Mungu naombaje? Ndio nikaanza kunyenyekea kuomba nini? Maelekezo. Nikasikia piga magoti kwenye hicho kitanda. Omba toba. Alafu ingia rehema, mkatie rufaa. Nilifanya kwa unyenyekevu, nikapiga magoti. Sasa ile sifa ya nguvu pastori ilikuwa ipote. Utaikuta wapi? Nawaza nitatokaje? Wao unacheza na wanaume wa Arusha, alafu kasha kunywa. Nakumbuka nimepelekwa na toyo. Na ni milimani huko juu. Na hiyo toyo nitapata ya kunirudisha. Kumbuka hata mume ajui nimeenda wapi. Nimeondoka bila kuaga. Nguvu zimenituma niende nikafanye ishara na maajabu. Yaani nilipiga magoti. Niliomba toba. Niliomba. Kama dakika 15. Nikasikia mtoto amepiga chafya. Tio! Nikanyanyuka. Nikasema nipeni maji. Nataka kuhakikisha kama yuko hai. Nipeni maji. Yaani sifa sijui kwa nini sifa inarudigi. Nipeni maji.
Nikapewa maji. Nikachukua yale maji, nikayageuza kuwa damu ya Yesu. Nikamwambia mtoto kunywa. Mtoto alivyokunywa, nikasema mtumishi karibu chai. Nikamwambia hapana, nikaogopa nikikaa naweza kufa. Nikasema hapa nikikaa anaweza kufanya nini? Anaweza kufa. Ile toyo iliyonileta iko wapi? Nilikaa kwa adabu kwenye toyo. Nilivyofika nyumbani, nikapiga magoti, nikamwambia Mungu, asante. Unasali wapi? Nikawaelekeza. Wamekuja kanisani, wageni wasimame, wakae waonane na mchungaji. Wananisalimia kwa mbali, naambia huyo mchungaji msaidizi, wewe ungejua siri hao watu. Mimi sitaki kabisa mazoeano. Mtumishi Bwana asemwambia amina, 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 amina. Sitaki tena mazoea. Ya kazi gani? Mungu tu aliniponya. Bwana asifiwe. Yaani nyie utumishi una historia, acha mchezo kabisa. Niliponea chupu. Atukuzwe Mungu anayejifunua. Atukuzwe Mungu kwa sauti yake. Atukuzwe Mungu anayejifunua. Atukuzwe Mungu kwa sauti yake. Nachotaka kukuambia, ukifanikiwa kuisikia sauti ya Mungu, utaenda mbali sana. Ukifanikiwa kuisikia sauti ya Mungu, mpenyo wako ni mkubwa sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa kuna watu wanataka wasikie sauti, waisikie pastori. Amna. Sauti ya Mungu inakuja ndani ya moyo wako. Ndani ya moyo. Ni sauti ya upole isiyobishana. Bwana asifiwe sana. Nyanyua mikono yako ukiwa umekaa. Nyanyua mmoja juu, mmoja weka moyoni. Sema, Mungu mtakatifu, ujifunuaye kwa wanadamu, umejifunua kwa wengi. Mungu, kwa damu ya Yesu najiachilia mbele zako. Naomba unisamehe. Huenda ikawa umesema nami mara nyingi sana, nami sikuisikia sauti yako. Sikufanya maagizo ulioyataka niyafanye kupitia sauti yako. Naomba unisamehe. Mungu mtakatifu, neno lako limepita mara kwa mara kwenye madhabahu, na hata mimi binafsi ninaposoma umekuwa ukinisemesha, lakini sikutilia maanani, sikutunza wala sikutendea kazi. Maisha yangu huenda ikawa yamekwama kwa sababu ya kutokutii maagizo yako. Naomba unisamehe. Naomba unirehemu na kunihurumia kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, ifanye sauti yako iwe dhahiri ndani yangu. Nisaidie, ninakuomba, niondolee ndani yangu kila kinachosonga nisiisikie sauti yako. Mungu Baba, ninakuomba, niumbie moyo safi. Ninaomba utulivu wa moyo niweze kusikia katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Kuna wengine wanasemaga anasikia kama mawazo. Si ni sawa Mungu anatokeaga pia kama wazo. Ndio maana Biblia inasema nayajua mawazo ninayowawazia ni mawazo mema na ya amani, ili kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za mwisho. Kuna wakati Mungu anadondosha wazo lake ndani yako. Unasema nasikia kitu kinaniambia kama unawaza fanya kitu fulani, fanya kitu fulani. Kile sio cha kwako, Mungu amekudondoshea wazo lake.